بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم ألهمنا رشدا وألهمنا الإخلاص والصواب في أعمالنا وأفعالنا وسقناتنا وجميع أعمالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika siku ya leo tukianza kusoma kitabu chetu cha Al-Qa'idatu An-Nuraniyya, ambapo mwanzoni mwa kitabu kifungua kitabu mwanzoni kimeanza kwa aya ambayo katika Qur'ani tukufu, aya ambayo inasema inna nahnu nazzalna dhikra, hakika sisi ndio tumeuteremsha ukumbusho huu, wa inna lahu lahafidhun, na hakika yetu sisi ndio tutakao uhifadhi. Lakini chini yake kuna hii hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairukum, mbora wenu, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, ni yule ambaye ataisoma Qur'ani kisha akawafundisha wengine. Kwa hiyo mtume anaweza kutuonyesha katika hadithi hii, anatuonyesha ubora na anatuonyesha ubora katika sisi Waislamu, katika sisi wanadamu, kwamba sisi, mimi na mwingine si bora, isipokuwa bora wetu ni yule ambaye amejifunza kitabu, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha akamfundisha mwingine. Taarifu, mwandishi anaitwa Fadilatu Sheikh Nuru Muhammad Haqqani, ndio mtunzi wa kitabu rahimahullahu alayhi. Ni Sheikh Nuru Muhammad Haqqani ndio mtunzi na mwandishi wa kitabu hiki. Hapa naona ndo kile cha hapo juu kwenye cover amerudia. Hizo tunazoziona hizi ni aina ya chapa ambazo mwandishi amezitoa. Lakini kwa chini hapa ni muqaddimatu tabi'iyatu thalithatu ashara. Huu ni muqaddimatu juu ya kitabu, ni utangulizi wa kitabu. Lakini pia hapa pia ni muqaddima wa kitabu. Ambapo mwanzo sisi tunapoanzia kusoma ni hapa, ambapo mwanzoni panasomeka Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Kwa chini hapa upande wa kulia kuna maneno ya kijani ambapo imeandikwa ad-darsul awwal, somo la kwanza. Huruful hijai, herufi za Kiarabu, al-mufrada, zikiwa peke yake. Au katika lugha yoyote ile, kwamba kwa mfano katika lugha ya Kiswahili tunafahamu kwamba kuna alfabeti, alafu pia kuna irabu. Alfabeti ndo zile A, B, C, D, E, F, au kwa Kiswahili tunasema kwamba A, B, C, D, E, D nini, umeona? Lakini irabu ndo zile A, E, I, O, U. Hasa pia hata katika lugha ya Kiarabu kuna
alfabeti lakini pia kuna irabu. Hasa huruf ndo zile alfabeti. Kunapoambiwa huruful hijai, ndo hizo alfabeti za nini? Za Kiarabu. Huruful hijai, alfabeti za Kiarabu almufrada, zikiwa peke yake. Kwa kama tungekuwa tunasoma Kiswahili, Kiingereza au Kiswahili, tungesema kwamba tunasoma zile A, B, C, D, E, F na kuendelea. Lakini kwa Kiarabu huku tunasoma nini? Zinaitwa huruful hijai. Herufi za Kiarabu al-mufrada, zikiwa peke yake. Tukizidi kwenda mbele tutaweza kuona namna za kuzisoma zile irabu, kwamba irabu za Kiarabu ni zipi, kwamba kuna herufi. Hasa irabu zake zenyewe ni zipi tutaweza kuzisoma, lakini pia tutasoma namna ya kuweza kuziunganisha. Kwa hapa katika darasa letu la kwanza tunaweza kusoma kwamba hizi herufi za Kiarabu ni zipi, zipo ngapi, zinatamkwa vipi. Ambapo katika lugha ya Kiarabu kuna herufi 28. Hizi herufi ambazo tunaziona hapa, tukianza kuzihesabu, kuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Alafu kuna hii herufi hii. Ngoja nizungushie watu waione. Kuna herufi hii. Herufi hii. Katika hizi herufi 28 yenyewe haipo. Kwa herufi hii hapa na hii, tutaelezea vizuri. Kwa utoka kwenye hii ni herufi ya 27 hii. Alafu kwa hii herufi ya 27 hii. Alafu herufi ya 28 ni hii. Hii ndio herufi ya nini? Ya 28. Kwa halafu hii ya mwisho huku ndio hii. Sema tu namna ilivyoandikwa. Kwa mtu ukikutana na herufi hii na herufi iko katika mfumo huu, ndio hii herufi moja. Kwa mtu atakiwa fanyaje? Kuchanganyikiwa. Umeona? Aya. Tukianza kuzisoma hizi herufi 28 za lugha ya Kiarabu. Naanza Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ad-darsul awwal, somo la kwanza. Huruful hijai, herufi za Kiarabu al-mufrada, zikiwa peke yake. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, da, dha, ra, za, sin, shin, swad, ضاد, طا, ضا, عين, غين, فا, قاف, كاف, لام, ميم, نون, واو, ها, hamza, ya. Tunarudia tena. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ad-darsul awwal, somo la kwanza. Huruful hijai, herufi za Kiarabu al-mufrada, zikiwa peke yake. Alif,
ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, za, sin, shin, swad, ضاد, طا, ضا, عين, غين, فا, قاف, كاف, لام, ميم, نون, واو, ها, hamza, ya. Kwa hivi ndio namna zinavyotamkwa herufi hizi. Lakini hizi herufi katika lugha ya Kiarabu, kila herufi ina sehemu yake inapotokea. Ambapo jumla matokeo ya herufi kama nilivyoelezea katika utangulizi kwamba matokeo makuu yapo matano, lakini baadhi ya wanachuoni wamesema hapo 17. Sasa haya matokeo ya herufi sitowaelekeza kwamba ili kwamba herufi ambazo zinatoka puani ni zipi. Kwa sasa hivi kwanza tutasoma kwa kunifuatiza namna mimi ninavyoweza kusoma ili nisiweze kuanza kuwachanganya mtu akashindwa kufanyaje kuelewa. Ila cha msingi sasa hivi ni kujua mtu namna herufi inavyotamkwa. Kwa siku ya leo tutaishia katika sehemu hii. Tutaishia darsul awal, kisha kesho kwa majaliwa yake Allah subhanahu wa ta'ala tutaendelea na ad-darsu thani. Lakini yahitajika kila mmoja aweze kutamka herufi hizi kama nilivyoweza kuzitamka. Kwa kila mmoja atapitia kwa muda wake. Lakini kama kuna changamoto sehemu, mtu anabidi atoe taarifa kwamba kuna sehemu fulani nashindwa kuelewa, ili tujue namna gani tunaweza kumsaidia, ili katika safari hii ya usomaji wote twende pamoja, ili mwisho wa siku tujifunze tuweze kuijua Qur'ani na tuweze kuwafundisha wengine. Maana Mtume ameshatuambia kwamba khairukum, mbora wenu, man ta'allama al-Qur'an, ni yule ambaye atajifunza Qur'an wa 'allama, na kisha akawafundisha wengine. Kila mmoja anahitaji kuwa mbora. Kwa tunahitajika tufanye jitihada na hima kubwa katika kujifunza na katika kusoma, na tuweze mwisho wa siku kuja kuwafundisha wengine ambao hawajui au wamesahau, ili na sisi tuingie katika kundi la wale waliokuwa wabora. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.